the first memorandum was by all the county assemblies of Kenya, ambayo ilikuwa addressed to me na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. And they are basically saying they want the matter of World Development Fund ishughulikiwe. Ikifanyika hivyo, kwa mfano, hamtakuwa mkizozana. Maybe you'll be talking more about my brother from Watate on pending bills. But I would personally want to see Taita Taveta County standing up. One of the things about it's a constitutional issue, unajua there were the counties ambazo zilikuwa under 2010 ziwe zimeangamia. Taita Taveta was one of them, and you know it. I think we need a very strong memorandum kutoka kwa Senator, Madam County Women Rep, the county government, yote county assembly, to make it clear that county of Taita Taveta will continue forever until Bwana Yesu arudi kama county. There's no way unaweza kumpatia mwananchi haki kwa mkono moja alafu after 5 years umpokonye tena. It doesn't work. So this is a right of the people of Taita Taveta, and they will remain as a county of Taita Taveta hata kwa mazungumzo haya. Lakini sasa mtusaidia nyinyi wana Kenya Kwanza, Mama Hika, because I now see kweli wewe unajua. No, you don't need to stand. You don't need to stand at all. At all. Unajua mimi after all ni mtu wa opposition, na wewe ni mtu wa serikali, si ndio? Lakini opposition hii ndio itaokoa Kenya hii. Hata mkiwa huko, weka maslahi ya watu wa Taita Taveta beyond your own. Because it is true, William Ruto used to say exactly what you have repeated here. Hatuna uhasama na yoyote, lakini we have a problem na matamshi ya watu wengine. Kama vile naibu wake enda huko Ukambani kwa mazishi kama hapa, na kutoa matamshi ambao iliwagadhabisha watu wa Machakos. Hata wengine wanakondelea macho, wanaona hii mtu ni mtu aina gani, ni sampuli ya aina gani. So we are going to call everybody to order, and nobody is going to stop these discussions. And because of course on that part I must congratulate the president, because he has put his foot down. Anasema zungumzo endelee. Na kwa sababu ya kuonyesha msimamo huo, hata na sisi tunazidi kumtambua. Tungojee wakati wa kipindi kingine. Na vile Robert Mbui amesema, nani anajua? Lazima tumheshimu Mwenyezi Mungu. Lakini watu pia wawe put on speed governance. Hapa watu wanazungumza mambo matatu. Kila mtu akitoka mambo matatu. Kwa nini hakuna mtu anaongea mambo 10 hapa? Yaani nyinyi mnajua ambacho kinawasumbua kwa roho zenu, and you are afraid to say it. Kwa hivyo mambo uoga Kenya ni lazima ya mtu akifanya makosa anaambiwa umefanya makosa. The important thing is maisha ya wananchi wa Kenya. And we want to develop here a democratic culture. Wacha niwaambieni ukweli. Umesikia juzi kumekuwa na military coup d'etat, mapinduzi ya serikali kwa nchi ya Niger, ambapo bara nzima la Afrika limesema no, likakemea. Africa was supposed to experience what you are referring to as wakati wa kukomesha milio ya bunduki, silencing the guns. This is supposed to be the decade within which Africa is going to say no to military coup d'etats. But what is happening now? Juzi rais wa Gambia wa Gabon anasema pigeni kelele, mimi nimeweka chini ya kizuizi, I can't leave my house, I'm under house arrest. Amepunduliwa. Niger amepinduliwa. Burkina Faso wakapinduana kule. Mali the same. Kwa hivyo hapa, Baba Askofu, you need to pray for a country, because Africans are saying hatutakubali utawala mbaya at any cost. Hebu jaribuni muyatafakari hayo ambayo nitawachieni nyenye watu wa Taita Taveta. Hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Tumekubali kuzungumza mambo yote.
yote, because for me I believe everything is discussable.